Usemake kweli kufe juu ya kweli. Noe alifanyaga nini? Aligaka safina haina bato. Nani anapenda respect hapo? Hii fundisho yetu andiko lile la kwanza tutalipata mkitabu ya Yohane chapitre 17 verset 17. Jean 17 verset 17. Haina setemi nasema nini? Kutakaswa na neno. Kutakaswa na neno. Ndio teme. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Verse amen. Kwa kweli, neno lako ndilo kweli. Neno lako ndilo kweli. Kweli ni nini? Ni neno lako. Neno ndilo kweli. Ndio maana teme yetu nasema kutakaswa na neno. Yaani hiyo neno ndiyo kweli. Sasa hiyo kweli ndio inafanya nini? Inamtakasa mtu. Tutuiwe matermo matasem ya maisha ya kikawaida mtermo sema. Wakati anaisha pima kulanda siku moja. Shibot. Hayo mseme shibot. Eske nilikuwa kana wewe? Nana tuende wala aisha kulanda. Na mimi nishalanda zamani siku moja. Ninatawaambia jinsi mimi niliacha ya mimi d'habitude ile ni habitude sikupataka dans la vie. Siku moja mtu mmoja tu akaniambia kaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko Goma. Ile mbele nilikuwa natumikia kama interiere, basi wanaita rubani. Aisha niambie sana anapenda tunane, kisha muonesha sipo. Finish nikamwambia niko Goma. Alors que mimi niko cool. Tunaisha sumburia tu hivi kwa telefoni na keuka hivi tunabambana. Nimetafuta kuambia nini? Bongo haiwezi kukuweka huru. Ndio maana wamewaambia watakase kwa kweli, maana kweli ndiyo neno lao. Kweli inakupatia ukue libre. Kwa mtu wa kweli inakupatia d'abord ukue libre. Msa ulilanza unaweza kuwa libre kama haupendi verite, hauwezi kuwa libre. Na wewe niambie mtu mzima mnakomea, waambie mtu niko fast fulani unazunguka tu hivi mnabambana. Eske bilete haya d'abord directement kwa gisi binapungusaka stati yako. Nani vile watu walianza kukuona bana kuheshimia kati na pala verite au kalake na verite respect yako inaisha. Vrai ou faux? Vrai. Hakuna ule aishaka kuvipata naye vraiment vione kama ukikatala verite bongo na kushushaka respect. Nani anapenda ki respect yako? Napenda kwa respect. Madam Kimono. DJ. Tamunta nakutana na yeye anakulamukia unasikia kaje? Nasikia kaje? Yana sana nasikia kaje? Ule mtu anakulamukia hivi. Siku moja kama na mulano. Ana siku inshallah nafasi nyingine. Ile respect itaishaka tanza kukuwa nakulamukia tu sasa hivi. Tu saa bingine tu. Saa bingine tu. Sasa natuonesha kile kinatufanya tuwe watakatifu. Tutakaswe ni nini? Kweli. Ni kweli. Na kweli hiyo nini? Si hapa tunavisikia. Sasa katika neno kuna mambo mengi. Kuna mifano mingi ya watu walioweza kutakaswa na neno, wakakuwa watu wenye kusimama mstari mzuri na wakakuwa vielelezo kwetu. Na ni wale tunaenda kubeba tu na baadaye tutamaliza. Tawiwa watu wa Abrahamu na Yusufu. Tunaenda kuangalia vile waliwezaka kutakaswa na neno. Sio vile? Tutaanza na Ibrahimu. Abrahamu wanamuita kuwa yeye ni baba wa mataifa. Ni baba wa nini? Wa mataifa. Anaitwa kuwa baba wa mataifa. Abraham anatoka mfamilia ya Shemu. Shemu mnamuiwa mu Biblia? Ndio. Sakina mambo. Shem, ushaka kumsikia mu Biblia? Hapana. Shem ni mmoja wa watoto wa Noe. Noe ushaka kumsikia mu Biblia? Alifanyaka nini? Noe, aliangaka bato. Aliangaka bato. Mama Barak, Noe alifanyaka nini? Aliangaka safina haina bato. Sasa Noe, huyu Noe, Abrahamu tunataka kumzungumzia, anatoka kule kwa Noa. Noa kawazaa watoto alikuwa na watoto watatu, alikuwa mmoja anaitwa Shemu,
Shemu mwile uzao yake njo mnatoka Abraham. Tunasikilizana? Njo mule mnatoka Abraham. Mwile uzao yake alizalaka moya jina yake Serugi, Serugi akamzala Nahori, Nahori akazaa Tera, Tera naye akazaa Abrahamu na Nahori na mwingine jina yake Harani. Ile muviangalie mu kitabu ya Genese chapitre 11. Genese chapitre 11 ndio mnaweza kupata ile maneno. Sasa huyu Abraham tutamwangalia, hatutasoma kitabu ya Genese chapitre 11. Historia yake ya mbele hatutaisumburia. Kwa wakati Mungu alimuitaka akamwambia atoke mwinchi aende kwa atamtumaka kwenye walifikaka, alikuwa na mwanamke wa bien jina yake Sarai, baadaye akabadilishiwa jina bakamuita Sara. Mamzuri. Sasa alifika kule kaona bibi yake ni wa bien. Akasema siku moja anaweza kuniwa juu ya bibi, akachakula naye kulanda. Wakati alilandaka mnakumbuka vile vilimfikia ka? Bibi yake finish tu bali mulebaka. Donc mambo ya kulanda ni mwile sote tunapenda tena tuisikie kama haikalake ya bibi. Tunasikiliza. Usemake kweli kufa juu ya kweli uentre. Na ingine kitu ya kuretenir. Bubongo habubaki yake miaka. Mshakubiese? Ndio vile. Bubongo hauikalake wakati amini. Ndio una expiraka. Leo kelanda kesho vita expire. Ndio maana wakati umepokea ukweli, ukweli ndio neno ikutakasa. Kweli na bongo haviwezi kupambana hivi. Ni impossible. Impossible haviwezi kuwezekana. Sasa huyu Abrahamu, ile tunapenda tuangalie ni vile aliweza kuwa mtakatifu, lakini kupitia hii neno ambayo tunafanya nini? Tunasumburia. Abraham amerudi kwake. Wanakuja wanafika Sodomu na Gomora, pale kulikuwa tambarare, vale moja ya mbele. Lakini kule alikuwa aliendaka na mtoto mwingine jina yake Loti. Loti alikuwa mtoto wa ndugu yake na Abraham. Donc Abraham alikuwa oncle paternel wa Loti. Tunasikilizana? Ndio. Wote walikuwa na mangombe, mambuzi, makondolo. Loti vile alikuwa alipataka grace ya babaki mkubwa ambaye anaitwa Abraham. Siku moja narudia tu hivi, bakafika fasi bakabeba inchi yote, bakasema tutaanza kufuga mafugo yetu hapa. Wao wanafuga siku moja, wale beba nachungaka mangombe yabo bakafarakana. Farakana tunasikia? Ndio. Kukosana wala Swahili alikasi Katanga, bakakosana. Kukosana bikenda bikafika kwa Abraham na Loti, bale ni babosi ya wale wanakosana. Loti akapenda na yeye akosane na babake. Babake mkubwa akamuonesha, "No, sababu gani tukosane? Wale wanatuchungia bakosane na sisi tukosane. Sasa mimi sipendi tukosane. Bali tunaenda kugabula inchi. Wale tutagabula, ukibeba sida mimi nitabeba nord. Ukibeba este mimi nitabeba west. Mais tusifanye nini? Niko na besoin umutotoshe ndani leso kidogo tunapata signifie kama Mungu anakuja kukuprovoke. Omba hekima na sagesse kusudi msifanye nini? Yeye itakusaidia ni nini? Ni neno. Ili itakusaidia itakuongoza ni nini? Ni neno. Sawa basi twende. Mwi nchi balikuwa nayo ile yote. Yeye hakuwa katana hektare moja. Yeye tu ni Abraham ilikuwa kanifasi yake yote. Mimi anakuwa anamchungia mambuzi yake, anamwekea mtoto wangu, na wewe weka mambuzi yako makondolo hapa. Tuchunge pamoja kubozuri. Kisha mwingine tu anasimama hakuzaka naye hektare anasema nino na hapa pembeni ya lake pale kuko bien kunaweza kukomea kuko mayani ya mzuri hapa njoo nina chakula. Wewe ni Loti akachagula pale fasi walikuwa wanaita Sodom. Sodom nafuatia Gomora pale akaangalia fasi ya bien. Akamwambia kama ni hapo na chakula, okay na mimi na chakula basi huko. Wakaachana vipi. Ameresoudre conflit yenye ingeweza kubeba familia yote, inabeba bintu yote, anairesoudre kwa kitu kapata hivi ka kilo. Kala alifanyaka c'était de céder seulement. Ufanya nini? Kuachilia. Maana yake nini? Kristo wa kweli kuna vile anaachiliaka. Kwa sababu yeye anayua neno ndilo kweli, ametakaswa na neno. Hiyo anasema hebu niachilie hivi visikuwe vikanichafua. Tunasikilizana?
Mtu anakuja anabeba vitu yako kunyuma. Amebeba kitu yako ya kilo. Ifo wewe useme amenizobelea. Ifo ni mbebe kwa polisi. Eske kimono kuna yo la polisi kama unabeba wako tu hautapera. Tive ganye kwa. Mtu alibeba mumuite, muoneshe basi mbona ulibeba pantalon. Eske uko na chemise, muongezee chemise kuishe. Siku naishi. Na kesho kama narudia, anabeba kingine. Sasa mbona kubeba vilato kama hata nema kutuze vilato. Hata rudiaka mambo kuisha. Tutakaso kwa nini? Naambia vinaandikiwa kitabu ya utu na akili. Conseil samani pour un bon équilibre mental, spirituel, volume ya pili page 460. Sawa, mama Rebeka na mama Jolinjo njo tunaenda patia neno. Uko interested na vile mmesumuria, mtuambie mmesikiaje? Mbona mmecheka? Mmesumuria mnacheka. Na mtavifanyaka vile tunasema. Kama hauongezee, unasema unaenda kupambana naye, itakuwa vibaya. Vibaya zaidi. Abraham anamuitikia yeye asebeba hii party. Lakini tuachane nini? Bazimu. Na viti kaishi. Mnaza Lutu alikuwa na dua ya kubeba ile party. Kwa sababu Abraham alikuwa amechaguliwa. Si hatusemaje tuko tumechaguliwa wa Bwana. Tuache vitu ya kusema selema bila kufanya nini? Bila kupratike. Kama tunasema tushifanye, vina maana gani? Ifo vile tunasema, tunatamka pale, tunapratike. Na wakati tutapratike ndio tutakuwa tumekeuka banani ba Kristo. Ndio tutakuwa watu ya. Mtasiaskovoke na wewe ureagir. Si hapa wakati umeisha kutakaswa na neno. Wewe unaikalaka kome medecin. Sawa munganga, huko mtu wa kuwatunza wengine. Huko mtu wa kuwatunza wengine. Pale medecin anaenda kukutunza. Eske anakutiaka dawa ili itakuwa. Na mtu amekuiba. Wewe unamuiba kwa polisi, umempatia dawa ya kumuua. Vrai ou faux? Wewe umesimama sawa munganga wa kutunza. Kama umesimama sawa munganga wa kutunza, maana kuletea pasia mgonjwa. Mgonjwa ule iko natapika. Umeona vile iko natapika. Na wewe litapika. Jani ni unatapika. Uko daktari banakuletea mgonjwa. Iko natapika. Na wewe daktari, eske utamtunza? Mwana mtu amekubamba, anakuchokoza. Anakuambia wewe imbwa. Na wewe ngurube ametapika na wewe umetapika. Utamtunza? Anakuambia wewe ngurube, unamwambia mimi sione niko ngurube, ndio mtu. Memwadministre dawa yenye inalingana na nini? Na magonjwa yake. Ndio ile kutakaswa na neno. Tunasikilizana? Kusema nimekwisha kufikia neno ni kimoya, lakini nimekwisha kutengenezwa na kugeuka na nimegeuka kwa sababu ya neno ni kitu kingine. Ni vitu vitatu vya kuachana. Kila mtu anaweza kupokea neno. Before kila mtu ile neno ikufanye nini? Kuchange. Change. Tunasikilizana? Ifo inakuchange. Na mgonjwa sule mupatia neno. Kamuzizi kani? Yani katika hii safari na sisi tunapaswa kuwa waganga. Mkristo anapaswa kuwa ni mganga. Mganga msanse gani? Wale wote ambao itikaka neno ni wagonjwa. Ni vipi? Mena wewe dawa yako ni nini? Ni neno. Umetakaswa na neno, utawatunza kwa nini? Kwa neno. Wapone mtu ulaisha kutokea. Sasa muone jinsi wakati umeshapokea neno inakubadilisha. Chapitre 17:13 ya Genèse. Kama sijidanganya. Chapitre 14. Nitapenda hii chapitre nisome yote. Unisikilize. Huyu mwenye Aisha kufarakana, alipendaka kosane na baba yake. Wakati moya kukaonekana ingine grupe ya watu wakakuya wakamubamba. Kubamba wakamubeba mateka. Wakamubeba na bantu yake wengine baki. Wale bantu walibebaka kukapatikana mtu mmoja akawaponyokaka akakimbia akaenda kumuelezea Abrahamu kama kiana wake naye Aisha mubeba mateka na vitu yake anaenda kufa. Nisome nitasoma. Mtega masikio ni marefu. Bwana akasema usiku katika kitabu cha Mwanzo.
Ni kitabu ya Mwanzo chapitre 14. Tasoma kwa haraka. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari na Kedorlaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma na Birsha mfalme wa Gomora na Shinabu mfalme wa Adma na Shemeberi mfalme wa Sogoimu na mfalme wa Bela ndio Soari. Hao wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya Chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorlaoma hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaomu na wafalme waliokuwa pamoja naye wakawapiga Warefai katika Ashtarothi, Karnaimu na Wazuzi katika Hamu katika Sita na Wahori katika mlima wa Seiri mpaka El Paranti iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Emnisfati ndiyo Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waameleki na Waamori waliokaa Hasason Tamari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndio Soari wakatoka wakapanga panapo bonde ya Sidimu, wakapigana na Kedorlaomu mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu na Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme wale juu ya wale watano. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia mlimani wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyote wakaenda zao wakatoa Lutu. Sodoma na Gomora njoo pale alikuwa yale chagulaka. Mnakumbuka tulianzia hapo. Wakaingia pale wakabeba vitu, mali yake yote nayo wakafanya nini? Wakambeba. Nani walibeba? Walibeba nani? Lutu njoo mwenyewe wakabeba. Utashuka chini kutreza. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda kampasha habari ya Ibrahimu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mabne yule Mwamori ndugu ya Eskol na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, akawafuata mpaka Dani, akajipanga apigane nao usiku. Yeye na watu wake akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba walioko upande wa kushoto wa Damaski, naye akarudisha nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Nimesoma mengi lakini nimependa tusikie hii. Abraham amekosewa na kijana wake aliyemwambia, mimi hayataishia hapa kwa sababu wachungaji wamekosana na mimi sivisikii. Baba yake akamwambia tusikotane juu ya haya, chagula kile unapenda. Sasa alikuwa amemkoroga, amemcomplicate baba yake mkubwa. Alikuwa amemcomplicate. Pale bakaachana. Na pale wanaachana hawako tena pamoja. Yeye kula alijibebaka. Pale waenemi wao wakakuja wakamfuatilia kule, wakamnyang'anya vile vyote alikuwa kanayo, kisha naye wakafanya nini? Wakampeleka. Abraham mtu wa Mungu mwenye alikuwa ameisha kutakaswa na neno, akapata habari kama mtoto wa ndugu yake amefanya nini? Amepeleka. Akasema nini, ndugu yangu nitamwacha? Akaenda akamfuatilisha na masilaha na watu na wakombata, wakawapiga wakakimbia, akarudisha vitu yake na akarudisha ule mtoto wake. Swali, wewe kama mtaisha kusema wewe maisha anakunyang'anya kafashi, kesho wanamfuata. Unaweza enda kumpania makuta atoke mwezo. Unaenda kumpania makuta tusemeshe vya kweli vya maisha ile tunaishi. Unaweza kumfuatilisha mwezo, uende umpanie makuta tena atoke mwezo. Sibali utasema kibakie mbele mule. Tulikuwa kishaanza kubeba na mashamba yangu. Juu kibakie mule kisinibebe na shamba ingine yangu ya pekee. Wakati umeisha kutakaswa na neno ile yote unafanya, unasameheaka, mtu naenda unafanya nini? Kama una uwezo ya kumtosha, unamtosha na rudi. Ndio kumzalia matunda. Unasikiliza? Ibrahim aliviweza kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa ametakaswa na neno. Neno lilikuwa imeisha kuzama ndani yake. Neno aliipokeaka na ikamubadilisha. Unasikiliza? Ndio.
Huyu ni wa kwanza tunaishi. Wa pili mwingine aliyelindwa na neno na akatakaswa kwa neno ni bwana anayeitwa Yusufu. Yusufu tunamsikia? Inasema Yusufu na moyo wako vinini? Joseph, una moyo wako vinini? Ushasikia? Taja mkartie. Kama kuna ya mrelia. Ndio taja mkartie. Joseph haya msikia yako kitu. Eritia washa msikia yako nini? Taja mkartie. Simama tusikie vile vya Biblia ulimsikia kaka. Wakati alikuwa mprizo alikuwa anakuria maharagi na nini? Wakati umesema wakati alifiri ulisikia alikuwa mprizo. Sawa, ile inatosha. Majoli. Na wewe shasikia nini kufarao anachuruza kama ndizo? Plito ku Joseph. Ulisikia kama alikuwa anachuruza mabenye. Vitumbula. Tuambie vile na ulisikia ku Joseph. Ndugu yetu hapa nani ndo tuambie vile alisikia? Yake ya Joseph. Msikia vile alisikia. Usitongezea sana mimi mpaka vile anasema. Wandugu yake walipizishaka, shakuzisha. Ule walienda kuuza. Wakamweka ndani ya gereza huko, akaanza kutafsiri mandoto, mwisho akakia kutafsiri na ndoto ya mfalme na pia akakuwa waziri. Asante sana. Madame George. Tuonane. Jani ni walimweka kama prison. Dhambi gani? Nasema kwa sauti ya chini alisema walimweka kama prison juu alikataa kufanya ni dhambi. Dhambi gani? Ya usharati. Yeye mna moyo wako kitu. Mama Rebeka alikuwa anatumikisha telefoni saa ile yako. Tuambie na wewe vile ulimsikia kama. Kwanza Yosefu ni mtoto wa nani Mama Jolie? Ile ya kusema mpaka vile walisema wanasemaka. Mpaka vile alisema lakini nini naongeza hako? Mke. Zamani mu village pale tulikuwa tunaona wanaume wale wakalake na neno. Unawaitaka je kimono lezome la bako domine hawana neno. Bado namuita mu maneno tu na wengine wanaume. Unasikia maneno. Sasa naye mnamfika kufia George na tuambie unabisikia aje. Mpaka vile walisema tu. Ndio watu wale wana seke maisha mpatia makokolifu. Na makokolifu. Leo tulikuwa tunasema. Wakati hata hauna vingine hata kusema samaka mpaka vile walisema lakini tunaongeza hapo hiki. Sasa Mama Jolie mpaka vile wanasema. Huyu Joseph ni mtoto wa Yakobo. Yakobo alikuwa na watoto 12 pia na wamsika. Biblia haikutayaka wamsika mimi alizala wamsika. Sawa vile na Adam naye hawasemake wamsika baki mimi naye alizalaka wamsika. Tunasoma mshakuti 5 ya Genesi. Huyu Joseph alikuwa mtoto mwenye anapendewa kadabo na baba yake. Baba yake nani? Jacob, ambaye alibebaka jina ya nani? Israel. Sababu gani aliitwa jina ya Israeli? Alipambana malaika. Alipambanaka na malaika wakati alikuwa ishakimbilia kwa mjomba yake Laban. Alikimbilia kwa mjomba yake Laban na alifanya nini? Jia nini? Alifanyaka bujanja na mama yake na Yakobo maana yake bujanja. Mezo sasa tunachakula majina usia kuita watoto. Tupenda chakula bien. Kanjina kajake tunakapendaka mimi akada kanjina kake. Me tunakapendaka paske ule balitaka Jacques para après na alibadilishwa kanjina akatoka kwa mataifa ya bien ya kweli. Tunasikiliza. Majina na yeye ifo chakula. Watoto wako unaweza kubaita Makaini. Mimi muite tu Kaini. Hata. Muite banani. Jacques, Joseph. Mais Jacques signifie mujanja. Joseph mujanja. Kumbe kale kanjina nakoka mujanja kalimfuatilishaka kalimfuatilia pamoja na mama yake. Bakamuiba Esau jua alikuwa yeye ndio mkubwa ifale ndio ariti apate heritage. Riti uliniambia Mswahili hapo kwa kusema na Italia. Heritage. Kupiana. No kupiana ndio ni. Kuerete. Na kuerete kupiana.
Ifale mkubwa njo apiane. Ndio vile. Apikewe. Sasa pale mkubwa alikuwa yeye anawindaka tu. Na wewe mniambie mtu yule anashinda iko na akimbizana na mikei mandege ndio batufanyishie mere de la vida hapa. Eske vitabamba. Kuma akaona vile hawezi kutoka ndani. Ifale yule anabakiaka kwa nyumba anafuatilia kama mambo amofanye yeye njo aherite. Apre kuherite munjia ya aina ya maandiko akakimliaka kwa myomba yake Labani. Ule kwa Labani ndio kile kingine nataka kubakumbusha. Kama unamkosea mtu leo, usiwazi umemkosea mtu tu, umemkosea na Mungu. Sikia kule, ile dhambi umefanya, utasamehewa lakini consequence utaipata. Nataka kuwapatia hii mfano tuko nasungula. Aliendaka kwa Labani. Consequence alifanyaka nayo alipata. Ya kujali. Njoo alikutanaka Rachel na Rebecca. Kile kule babinamu yake. Ile ndio mnabaitaka? Mnabaitaka babinamu. Huko mnabaitaka je mtoto wa myomba? Mnabaitaka je? Mtoto wa myomba. Nini yako? Ni ndugu tu. Ndugu tu. Sasa tunakuwa ndugu huyu mkubwa kama huyu mkubwa huyu mdogo. Ndugu tu? Changa. Na mimi tunakutana na ndugu. Tunakutana na ndugu. Kama myomba, bashangazi, babinamu, vya vile. Mnamba alikuwa ni babinamu yake. Yeye anatumikia binti wa kwanza, wanamwambia Peti. Hauna mali, hauna kitu ya kupanga. Sasa tupika miaka 7 utawewaka huyu binti. Alikuwa nimpendaka nani? Ni Rachel. Rachel alikuwa kama mdogo. Utawewaka huyu, leo shampenda atumika. Miaka 7 hapo anatumikia nini? Wao bibi kuna kuwaka shell. Ndio maana wanaume pata bibi, mheshimia, usiwe na mpika. Unasikiliza? Hata kwa makaprice imetrize. Haukusalikwaka naye, hakutomea pamoja, change damu, hana malaika na wewe hauna malaika, mnaweza kukosana. Solution haina fika. Unasikilizana? Wewe miaka 7 inaisha tu. Anachunga wanaenda mpatia kipenzi Rachel, wanamletea bushiku, wanakubandika nani? Ni Lea haina Rebecca, ni Lea. Wanamubandika Lea mubushiku. Wanamfanyia kile kienye naye, yeye na mamaka alifanyaka, na alifanyia nani? Esau. Consequence impossible haiwezi kupotea. Hata usamehewe. Zambo nafanya na samehewa, me consequence ifo ifanye nini? Katika. Tena na muede. Eve amefanya dhambi, Bwana anaanguka naye, anakula kutunda banafanya dhambi, Mungu akabafukuza mshamba ya Edeni. Kule balifikaka, hasa baliteswaka, bakaomba msamaha na bakatubu. Wakati balitubu Mungu hakubarudishaka tu. Baliendelea bakia. Mpaka leo consequence ya vile walifanya kinafanya nini? Na tufika. Basi sisi tulikuwa hapa. Tulibatumaka. Consequence tunafanya nini? Tutosha mleso ya kusema hata ufanyishe mtu mbaya leo unatubu. Kutubu ni kimoya, consequence ni nini? Ni kingine. Sisi tunamletea leo hana ule njale tafuta. Tunaangalia sike nitabakia na ule tu sitendaki. Sababu anasema wewe naye ninakupenda tu. Anatumia ile miaka ngapi? Consequence ya kila alifanyanga kilimfikiaka. Tunasikiliza. Mimi tulikuwa Yosefu mtoto wake. Yosefu mtoto wake baba yake alikuwa anampenda. Alikuwa anampenda sana mpaka kumshonesha kakanzu kabisa kamweupe. Haya Septemba bakubwa wake bakakonstate kama mtoto babaka anampendaka sana. Wazazi ile kosa na sisi tusiangukake tena. Kama nazala watoto wote bapende sawa sawa. Malgré que kuko ula nafanya vya kama mnasikia iko na kukaribia be. Ukimpenda sana tumemtia mudanje. Tamtia mudanje sitakuwa hauko na siku ya kukabula heritage. Aka enjo watapiga vitu. Hata yeye bebe kaloko. Watasema hivi papale mwachaka na ingine mapapa. Mina siku moja akaanza vitu ya mandoto. Bila alipendana na baba yake. Huko mingi alikuwa anajifunza kwa baba yake. Unaona baba yake deja alikuwa ameisha kufa Israeli. Alikuwa amekwisha kuwa mkamilifu. Vile kumpenda mtoto naye akatoka kuwa mkamilifu. Yaani naye neno ikafanya nini? Ikamtakasa. Siku baba wake anamwambia, bwana, banduku yako baishaenda kuchunga mangombe kondolo kule kumapori, ima siku atuna na habari yao, telefona iko kwaka. Shima telefone tunaigipata ni hapa juice.
anda nye mkatange ile kaka na mama telefone na kuya si dernièrement ni bwana uliuza telefone mu 2012 wale kwa kabosi na mimi nilipata telefone kama poto 2009 sasa kwa na ima pochette moja unakapika hapa na vala chemise ya mweupe unatia mfu ila ifo kaonekane ifo kila mtu akaone pia una na wakukuita ona wakukuita ifuna jikazo unatia mataka soneri kareve pale utakuwa na watu kana unasikia deja mwanaume ni different na leo hii telefoni haina faida kawaida mimi muende communication ya facile ile napitia kama pombe na wakuwa na matelefoni pale kutuma message pale unatuma mtu anabeba message pale volisi na kuya maperiode ya baba yetu matelefoni haya kuwa na mimi na si papa alikuwa anapenda kufatana na mtu ifalana andika na tia ko alikuwa na mashine ya kushona juu petetre nisisome anashona anazungulisha napeleka papi kama mvuli na nyesha message tafika haitafika na yetu kwa nashukuru Mungu mimi si binaletaka bubaya vingine mimi siku kwa vingine vinaenda vinatusaidia sio vile kwa mambo mingi tunaanza kuresolve kwa telefoni mimi inatuletea vingine vibaya vya mimi akamtuma wewe ndio bandugu zako siku mingi hakuna telefoni juu tusumburie uangalie akaenda kuangalia ni apreke alikuwa ishaba kulota mandoto za mingi ona kama makuni balienda kukata zabo wengine zikasimama mbele ya zake zikaanguka kabiambia na babake bila atuvisumburie wakati Boba alikonstataka kama baba yake anaanza kumpenda vya sana akasema ifa kama mtu tukaelimine bakaenda ile shauri kwa sababu roho wa Mungu anazungumzia kama mingi anaenda anazungumzia ba mingi akapitia mtiana mmoja jina yake Reuben kwa chapitre 14 ndio pale tu akasema lakini kwa nini tumuoe huyo simwange damu sio na hatia damu ya aina makosa kontre tumubambe tumutupe muiki kishimu kimoya hapo walikuwa nafanyana hapo mafurahi mashimo vile vya beba mai mpaka mwambia tusimutie mkishimu kile kiko mumaya baka mutupa mkishimu kile akinamo mai objectif yake ilikuwa kusema afanye nini amuokoe bakavifanya vile sasa bakavifanya vile kulikuwa kama Ismail wenye walikuwa wanazoea kukuya kuuza watu wakakuya wakawaona wanatoka kwa mbali kulikuwa kama mwingine jina yake Yakobo Biblia iko mwa Yakobo wa mingi ina Yakobo kama ba Yakobo kama Yakobo tena wafa Yakobo aina Yakobo ifoni muangalie ule aliendaka kumtoa mshimo bakamojisha ni nani unitafutie ule Mungu kwa Reuben alitoa kaide bamubebe mshimo kwa mwingine aletaka ide aenda muangalie mule amujishe wa Ismail nani alisoma tuambie kama ni nani litia au kusoma hao watu wakakutana pamoja bonde la Sidamu kwenye bahari ya chumvi ni pale kweli bwana papi yaje ya kumujisha Yusufu ni chapitre 14 hapana chapitre combien ina chapitre 30 combien nitafutie ile chapitre nasikia tu historia Mungu ananitafutia ile passage wanzi mimi kama tukisema historia ya Bongo maneno ya Mungu ni mbaya takuwa ni Yuda ndio chapitre 38 39 unasikilizana chapitre 39 ndio inasema vile alojishwa sasa huyu Yuda haina Yakobo huyu Yuda yeye naye akaona wale wa Ismaili wanakuja akasema acha niende nimtoshe mule mwishishi wale ndugu yake wakaenda wakamubeba wakamtosha mshimo wakamrudisha wa Ismaili sasa huyu Yuda yeye akapanga mwile shimo walimtupiaka yeye naye apita nyuma aenda mtoshe amrudishie baba yake kufika akakutana haiko maisha kumwonyesha unasikilizana katika shida au jaribu yote yenye nesi kufikia ndio maana majaribu tunayomba kuivumilia katika jaribu yote yenye inakupata Mungu anakuwa iko na plan anakuwa iko na mpango kusudi ile jaribu kufikiria tuko nasikilizana katika jaribu yote utafataka usimwachake Mungu wako
Umejaribiwa leo, ifo wanzu balaumu bantu, wanzu sema habakuya hata kunilamukia, habakuya hata nisaidia. Jaribu yako shikamana nayo wewe mwenyewe. Acha kutafuta mgomvi na watu wasema kunisaidia, jua hawakukutumia ile jaribu. Wewe shikamana nayo pamoja na Mungu wako mpaka uitoke ndani. Unasikilizana? Katika jaribu yote kuna majibu. Yenyewe nafuata. Yeye kule walimfikishaka akawa mtoto mzuri kwa Potifari mpaka wakamfanya mlinzi wa vitu vyote nyumbani. Mnawaza nini ilimsaidia? Ni hayo maneno alichofunzaka kwa baba yake. Akawa mtakatifu lakini na ametakaswa na nini? Na neno. Hakuna yule aliyekubali neno la Mungu limtakase mwenye alipatwaka na haya. Hakuna hata mmoja katika Biblia. Mungu amwachilie aibike. Hakuna. Hii ingepaswa kutupatia nguvu na kujua na kuelewa kama na sie tukikubali kutakaswa na neno hatutapatwaka na haya. Tuko pamoja? Tuko pamoja wapendwa? Mimi yuko kwa tunafikaka binatuchanga nasema mbona mimi naombaka Mungu? Nisipatake richesse. Mbele abaombake Mungu baba anapata richesse. Nani alikwambia kama wewe hauna richesse? Sote wale wako na makuta, mema diabete, manini, mawazo, habalalake, juu ya makuta, habasinzi yake, mimi uko staff. Uko staff. Watu wale munaliaka sasa tupate na si richesse na nini? Na wakati richesse inapanda, orogei inapanda na zambi inapanda. Richesse na zambi vinatembeaka pamoja hivi. Unaona? Unaona? Hakuna kile kinaachanaka na kingine. Maana ukutane mtu ni rich, iko na mali, zambi anaziponyoka kibachachi. Siwaze nina visumburia juu tuko baba maskini. Ni maandiko matakatifu yanatosha. La richesse, l'orgueil et le péché vintu vinaendaka pamoja. Wakati umekuwa na makuta huo vintu vile ulikuwa naokopaka uokope tena. Wakati unakuwa na makuta kwa vintu vile ulikuwa haufanyako unaanza kufanya. Bila vinatembeaka na zambi pamoja. Zambi kuna kutafuti na kuweko karibu na barishi. Ndio maana Biblia ikasema ni Yohana ni wapi? So baliandikaka ni vigumu tajiri kuingia ufalme wa mbingu kuliko ngamia. 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 Sasa ni nini? Ngamia. Kwa ngamia kupita mtunda ya shindano. Est-ce que c'est possible ngamia ipite mtunda ya shindano? Hiyo wanaitaka speri metafiziki. Yaani ni kikumu cha yulu wanatuletea mifano sawa ile kusudi tusikie ile uzito. Shindano si wote tunaiwa. Ngamia tunaiwa. Na wale ambao wanaka ngamia, wao ngamia inaweza kuwa presque yapata mimi. Hiyo inatundia kae. Est-ce que mimi naweza kuniingiza mtunda ya shindano inaweza kuingia ndani? Kisha tupima tena hii kilo. Kisha wanatuambia aseme ni vigumu tajiri kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Sasa watajiri wanapambanaka na vimashida mingi, utajiri na mpeshe Mungu kwa Mkristo vya mingi. Unasikiliza? Yusufu kula aliendaka, alitoka kamilifu, akawa Mkristo mpaka bibi ya bose yake. Angalia kijana, imagine yeye kumuona kuzuri yake. Biblia mwisha Petro banatuambia 39, asa alikuwa kajene wa bote yake. Sura ya Biblia utaangalia kama huko mwanamke basi inaanza kuruka. Sema huyo kabisa ni bwana wake. Gare nzuri, mcha Mungu anaombaka. Roho yake aseme ilikuwa kabisa. Na jiuliza mtu anafanya jera wa binti yote ya boss. Hakuna mwingine wa kumcontrole. Na banakuleta wewe wamekuuza huko esclave, kesho wewe esclave bakutilie confiance. Tunasikia hii maneno. Madame Kimono. Banakuza wewe nenda kuwa esclave. Kule unafika wale wanakuza ulie wakufanya esclave, banakufanya jera wa binti yote ya boss. Aloro kesi wengine na manyumba huko unaleta bibi, unakutana kwa makuta moya au mwachia. Nasema yeye ataifanya mbaya. Marie, tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuseme vile kama huko binti wanawaficha. Siendeleta maneno sasa hivi babana kwa binti vile walishana na kutufika. Hericha tuko pamoja. Ile etape yote naipitiamo mwanamke alikuwa alimwambiaka zaidi ya limoja, mara pili, mara tatu na kutamani tulale na wewe. Mwingine akasema siwezi kufanya ile nini? Nini limwambiaka kama ni dhambi? Neno la Bwana lilikuwa limemtakasa, likamuonesha kuwa hiyo hawezi kufanya nini? Kuifanya.
Ndio maana teme yetu nasema kutakaswa kwa nini? Neno linalinda, neno linakinga, neno linafanya tusianguke katika dhambi za mingi. Tunasikilizana? Neno linatulinda. Watu wengi katika Biblia, wengi na wale waliomtumikia Bwana wakasifiwa sana, fasi walienda kuanguka ni kubana Bwana. Niwakumbushe wangapi baadhi yao watu. Tumzungumzie kwanza Daudi. Daudi alitoka mkamilifu mbele za Bwana, lakini kile kilichomwangusha ni dhambi ya kuzini. Na wakati umefanya dhambi moja, niwaelezee, haitembea yake moja. Sasa unafanya dhambi moja, elewa pale pale kuko ya dee itaingia. Ndio. Yeye alifanyaka dhambi ya kutamani. Halikuishia pale. Pale nyuma ukakuwa nyingine dhambi ya kumwambia fanya. Kumaliza kufanya, ukakuwa nyingine dhambi ya kufanya afiche. Afiche dhambi alifanya. Mproverbe, sitakumbuka passage meni 28:13, si je ne me trompe pas, kwa banaandika afichaye dhambi zake hata asitastawi, hata pataka amani, hata pataka raha. Naweza ni 28:13. No, unafanya dhambi ya kutamani, unafanya dhambi ya kuzini, unafanya dhambi ya kupenda ufiche, unafanya dhambi tena nyingine ya kuua. Dhambi haiwezi tembea moyo. Ukiingia lazima saba atakubamba ulande. Ukipenda fanya wewe, lazima dhambi haitembea yake moyo. Zinatembea kade kati mpaka vinakuwa virefu. Tunasikilizana. Daudi kile kilichomwamsha mwanamke. Daudi alikuwa respectful. Ni apre kufanya ile dhambi yake na kutubu. Ase parole ilimuishaka na heshima ikaishaka. Wakina Salomo, isho yao katika wanamke ilikuwa kambali. Na Biblia na vitabu vingine vikatuambia ukipata mke mzuri umepata mbingu ndogo. Tunasikilizana? Hakuna vitu vingine vinafurahishaka sana sawa kukua na mke mzuri, baadaye mnapata watoto, familia inageuka kuwa mbingu. Kutakaswa na nini? Na neno. Kutakaswa na neno. Wapendwa, tumuombe Mungu aweze kututakasa kwa neno. Tusikue wale bababi batu tulishaka kusumbulia pale, wale hawakome yake. Wale bantu hawakome yake, na mambo ya Kristo kuna bantu wale hawakome yake. Vile alikuyaka message na njoo vile hivyo. Alikuwa analandaka, nasema bongo, alikuwa nazini, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anatanganya, alikuwa anachomola vitu mloko mpaka na tushapokea message tu bila ungaliki nani. Hivi Mungu alifanyaka vitu vya mzuri, tusipe tunaangaliana kwa maroho. Ni kama hapa tunaangaliana kwa maroho, kuna sasa wote hatuwezi kurudia hata sawa. Na ule mwana tufundishaka naye hivi anavifanyaka. Ndio ule naye anatuimbiaka hivi naye anavifanyaka. Wapenda tutakaswe kwa nini? Tutakaswe kwa neno. Tubadilike. Tuwe watu wenyewe wanahitajika. Si ni vile mama jina ni nani? Jocelyn. Mama Jocelyn, tutakaswe kwa neno. Neno ikae ndani mwetu. Yote mizizi, tutoe matunda, tukue bantu wa kweli. Tusikwenda kupoteza wakati tu bure hapa. Unaikala, mwalimu anaenda hapa na tatarika, anavisema wengine wanasoma na Vifaransa. Tunarudia tu summit. Tunarudia tu ni sama hivi. Tutarudia ka samtini mpaka vi. Ina maana gani? Lazima badilisho na neno. Bana kuchunga watu somee vya mingi, kuweka public kwenda kushinda maeglizo zingine, tuziambia tuishimwisha anguka, tubadilike kwanza na sije. Waone kama tuishaka badilika kwa neno. Tusiwe matemanyaje na hatubadilike. Tutakaswe kwa neno, tukue watu wazuri, wengine tuwe mibaraka. Tuwe baraka kwa wengine, tuwe mibaraka kwetu sisi wenyewe. Uwafalie na wengine. Uwe jibu kwao. Hebu tumuombe Roho Mtakatifu tutakase kwa neno, katika jina la Yesu Kristo. Amina.